Kwa maana hii Mungu aliipenda Yanga na akawatoa Yanga wa pekee waaminio watakayeamini kama itachukua kombe mara 5 wataona ufalme wa mbinguni. Amini. Fukunyuku, uwe ujitambui, uwe mwana ushabiki ambao uanza kama Usoko na Medi Kagere, uwe mjinga, uwe poyoyo, uwe ovyo ovyo, utaona mimi sifai. Lakini mwenye uelewa atajua nini maana nayoongea. Kilichomkuta Azamu leo mazoea. Ni mazoea yake. Alita mazoea. Eti goli 5 kwa kichwa zote. Goli 5. Leo umefungwa 3-0. Kuna moja umepata. Wakauza askilimu huko. Ibengwa mtafuti. Sio kwa ulituzidi. Tuzidi chochote Azamu. Kwa ule umemjibu kwamba sisi Yanga, Yanga tukitaka letu lama lipatikane. Na lama liepite na lazima linyooke. Tukitaka letu. Na uongozi uliosoma shule. Mimi Yanga nasema kama utatokea uchaguzi wa Yanga hivi karibuni, kama kuna mwana Yanga atasema injinia hafai, asiwe rais, kuna rais mwingine aje kuwa wa Yanga akamlete baba yake kwanza. Tumuulize wewe ukisema injinia hafai, mmete baba yako tumuoji maswali. Wewe huyu mtoto wako ana akili timamu ama vipi? Injinia rais wa Yanga ambaye ametuletea mafanikio Yanga na mabadiliko na tunayaona. Kuchukua kombe mara 5 jamani, kitu kigumu, sio mchezo. Gharama kubwa inatumika. Watu waelewe hilo. Wana Yanga waelewe. Si unakuwa mshabiki maandazi, mshabiki wa ovyo ovyo, mshabiki chapati. Ukishashiba kitumbo kimekutoka, ushakula smati yako na bokiki, wewe unapoka. Aliongoa kweli na mtukana. Useless, bafu kabisa. Ilikuwa ni useless hiyo. Live kabisa. Azamu wamejitaka wenyewe. Alafu ndio muamini nyinyi ni watoto wa Azamu. Yanga ni baba yenu. Serious nakwambia. Kweli kabisa. Kuna nyimbo moja liko na sehemu fulani hivi mpira. Sehemu yako. Hiyo sehemu yangu chonjo hiyo, nyama choma hiyo. Unajua? Hujakula wewe? Hujakula nyama choma kwa mzee wa Pepsi? Bana hapo. Kaka, kuna kitu kimoja wanashindwa kuelewa watu wa Simba kupitia kwa Mwenyezi Mungu mwenyewe. Kuna kauli Mungu alisema kwenye Bible, ukitizama vizuri na ukisoma unaweza ukatafakari kama una akili timamu. Kama chizi wewe pita kama kwa Shigongo gazetini, lakini kama unajua lugha utajua. Kwa jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na akamtoa mwanae wa pekee. Maana yake ndio muamini wapate ufalme wa mbinguni. Sio ukimwamini tu kavaa nguo, usome Injili. Ukitafakari Injili na kuijua, maana yake umejua Yesu Kristo. Wewe ukimjua Yesu Kristo, ukisikia maneno yake, umekwenda mbinguni, au sivyo? Na ndio maana kwa jinsi Mungu alipenda Yanga. Nisikie kwa makini. Hiyo Bible. Hiyo Bible yangu hiyo. Hiyo Bible. Mimi share kwa bahati nzuri sisi nikaelewa. Twende kazi. Kwa jinsi Mungu alipenda Yanga, akawatoa Yanga wa pekee. Waaminio Yanga, na atakayependa Yanga kwa moyo mmoja, kwa upendo mmoja, kwa umoja, daima mbele nyuma mwiko, au ufalme mbinguni ni wao. Hebu rudia tena. Kaka nielewe kaka. Kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu. Hiyo kwanza ni nini? Nielewe. Hiyo ni nini kwanza? Hiyo Bible. Bible inasema. Kwa jinsi Mungu alipenda ulimwengu na akamtoa mwanae wa pekee. Watakayemwamini, waaminio na kumwamini yule kwanza, kama huyu amemleta Mungu. Na anayatoa huyu kutoka mdomoni mwake yametoka kwa Mungu. Maana yake ni nini? Yesu alitangaza Injili. Wote wafuate Injili. Wakisoma Injili, maana yake imetamkwa na Yesu, na Yesu katumwa na Mungu, watauona ufalme wa mbinguni na kumwamini pia. Sawa. Sio, umeelewa? Kwa maana hii Mungu aliipenda Yanga na akawatoa Yanga wa pekee waaminio watakayeamini kama itachukua kombe mara 5 wataona ufalme wa mbinguni. Amini. Hiyo live hiyo. Live hiyo haipingwi hiyo. Asioamini motoni Simba hao. Sio, umeelewa? Hiyo ni direct motoni Simba kwa Dula Makabila kushoto. Serious. Wewe pita Simba yote pita huku.
Azam amekufa huku, TRA atakufa huku, JKT atakufa huku. Unategemea nini hapa? Chef la mwisho la kumalizia. Mimi la mwisho naamini leo. Naamini leo hospitali zote wagonjwa wote walikuwa naumwa ambao ni washabiki wa Yanga, kwanza Mungu awape nafuu, mpate kupona, mtoke. Na washabiki wa Simba vile vile na washabiki wa timu zote Tanzania wanaoumwa wapate kutoka. Ila kikubwa wana Yanga, tumeshinda hii game, tuna game mbili mbele. Tuna TRA, tuna JKT. Game bado haijaisha, bado mbichi, kwa sababu adui yako kama amekushindwa mwenyewe atatumia jirani. Aliweza mbinu Irani kupiga jirani kupambana na adui yake Marekani. Sio, umeelewa? Kwa hiyo tusizubae, tusilale, tusifurahie sana hii game. Bado wenzetu wana Simba wanacheza usiku na mchana. Sasa Chef, shukrani sana. Sio, umeelewa vizuri? Usiku na mchana. Kwa hiyo wana Yanga wote, kwanza wana Yanga wote tusikubaliane, tusikubali uchaguzi popote unapotokea wa Yanga muda wowote, kwa jinsi tunavyoiona Yanga, tukaingia kwenye kukurupuka, kwenye kuongea ovyo. Ushakurupuka huko na ushakunywa sumati zako, bia zako, ujielewe unaopoka eti Engineer Hersi afai kuwa rais wa Yanga. Wewe utakuwa ni bogus. Shukrani sana. Nipo pamoja na uongozi wa Yanga. Mimi ni shabiki chef wa Yanga. Nipo pamoja na uongozi wa Yanga na naisapoti Yanga. Na mimi ni Yanga tangia nizaliwe. Natoka Muhimbili, Ocean Road nizaliwa. Shuka la kwanza la kijani. Mimi Yanga. Shukrani. Niambie kama kuna mwana Simba alizaliwa shuka la kwanza pale Odini likawa jekundu. Aje hapa bila mpaela. Shukrani sana. Aje ajitokeza hata akiwa kiongozi wa nchi, kama kuna shuka la kuzaliwa liwekwa jekundu, zaidi shuka la kijani. Yanga Afrika, mtetezi wa Afrika. Mimi Yanga, uzalendo kwanza. Bwana, shukrani sana. Nashukuru kaka.